things for our security services. Number one is to look at the terms of service and salaries of our policemen and women, including those in prisons and NYS. We have completed that exercise. We've rolled out phase one of salary increments. The rest is going to follow. The other thing that I made a commitment was about housing, because for a very long time, our policemen, our men in NYS, our policemen and women serving in the security sector in general, from the military all the way to NYS, including prisons and police, have lived in very deplorable conditions sometimes. And we made a commitment that as we build the affordable housing program for the people of Kenya, we will make sure that we also build institutional houses for our public servants, especially those in the security sector. I'm very happy that we have now concluded building some of these units. We have these 60 units here. We have almost another 300 units that are ready in different police stations in Kenya, and the rest of the 27,000 are in different stages of construction, because we want our policemen and women to live in conditions that enable them to serve the people of Kenya better. Because if you live in an environment that is secure, in an environment that is hygienic, in an environment that is decent, it helps you in delivering on your commitment, on your mandate to secure the lives and property of the people of Kenya. And therefore, I'm very happy this afternoon to hand over this building to the IG for the use of your officers. I will do the same for the other units in different parts of Kenya. And my commitment is that we will continue to build more housing units for the police, for the military, for our NYS, for our prisons officers, because they discharge a very important responsibility in the Republic of Kenya, securing our nation and making sure that they secure our prosperity and secure our development. So congratulations to all of you. And I want to assure you, as men and women in uniform, that you have my support 100%. Many of the people want to bring unnecessary confusion. I was in Nyeri to hand over title deeds to people, citizens in Nyeri who deserve them. And the IG came to that function, and people want to vilify the Inspector General that he came to a meeting where we were serving the public. Many of them may also want to come and to go and raise an issue with this meeting. The IG is here because I am on a development tour of the Tharaka Nithi County, because it is my responsibility to do it. And in that process, we also have police housing units. And it is proper and right for me to hand over this building to the IG for the use of these officers. And therefore, I want to encourage other leaders in Kenya not to look at everything from the prism and lenses of politics. Between 5 years of electoral cycle, in between, there is more important stuff for us to do as a government and as a people. You cannot do politics 24/7, 7 days a week, 12 months a year, and 5 years. It's not possible. The country will come to a standstill. There will be a moment for Kenyans to go to elections, and we will find ourselves in campaigns, and
We will put on our yellows, others will put on whatever they are putting on, orange and green and whatever. That is the time to do that. For now, we must engage in nation building. And in nation building, all of us, in whatever capacity, must participate from wherever we are in nation building. Building the houses we are doing, affordable houses, markets, issuing title deeds, building roads, connecting electricity, connecting water, educating our children. That is the business we have between elections. So I want to tell those who may have confused that there is a campaign in Kenya. Please, there is no campaign in Kenya. What we are doing is what the people of Kenya asked us to do, to lead from the front on matters development of our country. And by the way, the Constitution makes it mandatory that in everything that we do, we must engage with the public. The public must participate in whatever we are doing. So what is going on here, for the avoidance of doubt and for the comfort of those who may be confused for one reason or another, is that there is no campaign in Kenya. We are doing what the people of Kenya asked us to do. And IG, we will continue to work with the men in uniform to make sure that we secure the country and we develop our country and participate in the progress of the nation. And for your information, IG, whenever you are not there, there are so many other officers who represent you in those meetings. And there is no difference. And they don't come to do politics. You know? So I don't know what difference there is. In the meeting where I was in Nyeri, there were almost another 300 policemen all over the place. Why do you single out the IG? You know? And so I think let us just be calm, let us relax. There is time for everything. There will be time for campaigns. We will remove our official clothes, put on party colors, and go to the campaign. Si ndio jameni? So kwa sasa naomba Wakenya wote tafadhali tushiriki katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Kila mmoja wetu, mahali unaweza kuvuta, mahali unaweza kushikilia, sote tuungane ndio tuweze kujenga taifa yenye nguvu kwa pamoja, tukiungana. Na nyinyi kama askari wetu, muendelee kutushikilia na kushikilia taifa letu la Kenya, kuhakikisha ya kwamba mali na maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya, wakiendesha biashara zao, wakiendesha mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, ni salama na ni secure, kwa sababu hiyo ndio mandate mmepatiwa na katiba ya Kenya. So asanteni sana. I wish you well in your duties. I know you have a difficult job to do, but I tell you, mine is much more difficult. Unaweza kufikiria kwamba yenu ni ngumu. Hii yangu iko na makelele mingi sana. Lakini ndio hali ya mambo inaendelea namna hiyo. Tunaelewana? So asanteni sana. Governor wetu yuko hapa, Bwana Deputy President yuko hapa, na viongozi hawa wote, na sisi wote ni timu moja. Asanteni sana na mbarikiwe. Aya, wananchi wa Gatunga hamjambo? Tharaka hamjambo? Tharaka ya Nithi mugani kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hivyo hewani nione watu wa Gatunga. Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Sasa watu wa Gatunga na watu wa Tharaka na watu wa Embu, leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii yetu ya Tharaka Nithi. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi kazi ndio inaendelea. Ni kweli ama si kweli?
Si namna hiyo? Na nimefurahi leo kufika hapa. Mimi nilisimama hapa na nikawaambia kina mama wa hapa hawatafanya kazi mahali kuna jua, mahali kuna mvua, mahali hakuna choo, mahali hakuna taa. Na ndio sababu hiyo leo tumekuja hii soko, muliniambia nijenge. Ni kweli ama si kweli? Leo hapa tunawajengea soko ya milioni 60 na itakamilika ndani ya miezi miwili. Watu wa Gatunga, mko tayari? Hii soko itatusaidia mara mbili. Itatusaidia wakulima, wale wakulima mazao yenu ya shambani. Sasa mko na mahali ya kuuza mazao yenu hapa sokoni. Na pia wafanyabiashara hapa, mko na mahali pazuri. Hiyo soko itakuwa na cold room, itakuwa na mahali pa kuuza bidhaa, itakuwa na mahali ya mkutano, itakuwa na ICT hub, itakuwa ni mahali ya wamama wale wako na watoto kunyonyesha mtoto na anaendelea na kuuza mboga yake. Watu wa hapa Tharaka tunaelewana jameni? Na sio soko hii peke yake tunajenga hapa Gatunga. Soko ingine tutajenga hapo Mugodhima. Soko ingine Shagariga. Soko ingine kule Chuka. Soko ingine mpaka Chogoria. Soko kuna mahali ingine inaitwa Chera, mahali fulani sijui wapi hapo. Pale Chera pale tunajenga pia soko mpya kama hii, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mazao yetu ya shambani haiharibiki, kwa sababu pale sokoni tutakuwa na mahali ya storage, tutakuwa mahali ya cold room, ndio mazao yetu ya shambani isipotee, mkulima apate pesa na mfanyabiashara apate pesa. Tumekubaliana watu wa Tharaka? Tumekubaliana? Mimi nimekuja hapa jambo la pili, mbali na hii soko yenu na soko zile zingine. Nimekuja hapa kwa sababu muliniambia ya kwamba bado tuko na nyumba nyingi haina stima hapa Tharaka Nithi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Sasa leo nimefika hapa, mbali na ile tulifanya mwaka uliopita, mbali na ile tulifanya hiyo mwaka ingine, mwaka huu tumewapatia watu wa Tharaka Nithi milioni 720 na leo ndio naenda kuanzisha kuunganisha stima kwa manyumba 7,500 ya Tharaka Nithi County. Na tumekubaliana na wabunge wetu wote, tumekubaliana na huyu Murugara mtu ya Kipara, tumekubaliana ndio huyu Gigi, si namna hiyo? Tumekubaliana na baba yao huyu mungwana anaitwa Chavez Mbiuki. Tumekubaliana na mbunge wa kutoka huko Chuka Igamba Ng'ombe bwana Pato, ya kwamba pamoja na MCS watatuonyesha kijiji gani bado iko giza, tupeleke stima. Mji gani bado iko giza, tupeleke stima. Sehemu gani bado iko giza, tupeleke stima. Kwa sababu tunataka kusambaza stima, tuongeze mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame jameni. Unajua shetani anapenda mahali iko giza. Si tuweke mwangaza, tuongeze stima, tuondoe giza, ndio shetani afanya nini? Ndio shetani aondoke. Tumekubaliana? Sasa hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa leo. Na nimekuja hapa na waziri wa mambo ya kawi, na niko hapa na PS wa mambo ya stima, kuhakikisha ya kwamba nikiondoka hapa kazi hiyo iendelee. Kabla ya Novemba mwaka huu, nyumba 7,500 ziwe zimeunganishiwa stima hapa Tharaka Nithi County. Tumekubaliana? Na kwa sababu ninajua ya kwamba hapa Tharaka Nithi County ilibaki nyuma kidogo, nimeambia PS wangu wa mambo ya umeme, na nimemwambia waziri bwana Opiyo Wandayi kwamba waongeze pesa ingine milioni 400 kwa Tharaka Nithi, ndio tufikishe ile manyumba ambayo tumeweka stima 12,000 by next year hapo April. Tumekubaliana jameni? Ya tatu ambayo mimi nimekuja hapa ni mambo yenu ya barabara. Si ndio? Mambo ya barabara. Hii barabara yetu hapa imetusumbua sana, si ndio? Hiyo barabara ambayo tulijenga hii ya kutoka kule Marimanti, Shagariga mpaka hapa,
imekwama kidogo hapo, na kuna sehemu kidogo imeanza kuharibika. Sasa nimetoa pesa milioni 150 kukamilisha hii barabara na kufunga ile shimo zote zimetengenezwa hapa. We repair this road. Sawa sawa. Hiyo ni hatua yetu ya kwanza. Hatua ya pili, tumesema tuanzishe barabara mpya ya kutoka Miomponi kuja pale Mugodhima, alafu section moja ikuje Ngondi ikuje hapa, section nyingine iende Kasiongo alafu ikuje hapa Gatunga. Nyinyi muko na hiyo geography? Muko na hiyo geography? Ati itoke Miomboni ikuje Mugodhima ikuje Kasiongo ikuje Gatunga, si ndio? Na hiyo ingine ipitie pale kutoka Mugodhima ikuje mpaka Ngondi, si namna hiyo? Na yote ifike wapi? Hapa Gatunga. Mnataka hivyo ama mnataka namna gani? Nataka barabara ikae namna hiyo? Hiyo map nilipatiwa na huyu deputy president, aliniambia map inataka ikae namna hiyo, si ndio? Hiyo ndio ramani mmesema tujenge hapa. Sasa tayari nimetangaza kandarasi ya hiyo barabara.